Umeparalyze, usiwe na wasiwasi. Umeparalyze na umelala kitandani miezi, hamna tatizo. Na pia kama unaumwa multiple system, mikono inakuwa kama inatetemeka muda wote, pia hata na wewe usiwe na wasiwasi. Hamna tatizo kabisa, usiwe na wasiwasi, kuwa na amani, umeshapona. Unachotakiwa kufanya, mti unaouona hapa, unakuja huu ambao unauona kama una miba, huu unauona hapa, nimekusogezea ili uone vizuri. Unakuja kwenye mti huu, ila utakwenda kwenye lile shina lake au matawi yake, utakatakata vipande vingi kama tufitofito ambato unataka ukatengenezee, labda tin kwa ajili ya kugonga labda sehemu kama unataka kupiga msingi. We unakatakata tufitofito tudogodogo. Ukisha katakata tufito tudogodogo twa mti huu, unachotakiwa unaondoka navyo viwe vingi vya kutosha. Utakapofika eneo lako, unatakiwa utengeneze moto. Kisha tengeneza moto, weka nyavu kama vile unataka kuchoma mahindi. Ukisha weka nyavu kama vile unataka kuchoma mahindi, unachukua vifito hivyo, unavipanga hapo kama jinsi unavyochoma mahindi. Lengo la kuvipanga hapo ni nini? Kuvipanga hapo, vinapopigwa na joto la moto wako, kama unavyochomaga mahindi, vinatakiwa vitoe maji fulani. Kuna maji huwa vinatoa vikisha pigwa na lile joto vizuri hapo. Vikisha toa yale maji, basi unaviweka vyote hapo, unavichoma mpaka uhakikishe vimetoa maji mwishoni huku na mwanzoni ulipokata. Vikitoa maji hivyo vifito, ndipo sasa unavitoa vyote. Ukisha vitoa vyote, unavidumkiza. Kama ni kwenye sufuria kubwa ni sawa, kama una chombo chochote cha kuchemshia dawa ni sawa. Ukisha dumkiza hapo, kitu sasa kinachotakiwa kufanya ni kuchemsha sasa hiyo dawa, na inatakiwa ichemke kweli kweli. Lakini zingatia, mimi na maana yangu kusema kwamba hivyo vifito hivyo vichomwe kwanza kama mahindi, ili vitoe yale maji kwanza. Dawa hii ukisema eti uchukue moja kwa moja ukaichemshe moja kwa moja bila kuchoma, sisi hapo utakuwa hujafata utaratibu wa dawa hii. Sisi hapo tunachokitaka ni yale maji ambayo yanatoka baada hivyo vifito kuvichoma kwanza kama mahindi. Yale maji yakisha toka, sasa kwa kuwa huwezi kuyakusanya pale jinsi yalivyo, ndivyo hivyo vifito sasa unavihamishia kwenye sufuria lenye maji, ambayo ndo unachemsha sasa. Yale maji yanapokuwa yanachemka, yanachanganyikana na maji yale ambayo yalitoka ulivyochoma kama mahindi na hayo ulioyaweka wewe. Kwa unajikuta unapata dawa nyingi sana. Na vimti hivi sio kwamba unavikata vikiwa vimekauka, vinatakiwa viwe vibichi hivyo hivyo kama jinsi unavyoviona hapo. Vinavyokuwa vibichi hivyo hivyo, ndivyo na wewe unavikata hivyo hivyo, ndivyo unakwenda kuvichoma kama mahindi hivyo hivyo, na ndivyo utakavyokwenda kuviweka kwenye maji vichemke hivyo hivyo. Na kwenye maji hapo vinatakiwa vichemke kweli kweli. Yaani unatakiwa kama ni kwenye kuni, uvichochee karibuni saa zima. Uvichemshe. Kawaida ya huu mti bwana, hii dawa ukichemsha huwaga inakuwa kama inabadilika rangi kisha chemka zaidi. Kunakuwa kama kuna wekundu fulani. Maji yanakuwa kama yana wekundu na weusi kwa mbali. Kabla hatujaendelea niwaeleze jambo. Unajua sisi huwaga mnatutafuta tukisha kufa, lakini kwa kuwa mnatuona tupo, huwaga mnakosa muda. Unakuta mfano mimi nimekaa hapa nasema kwamba jamani, dawa ipo ambayo hata ukipata ajali haumii, lakini kuna mtu ataona kama vile unajipikilisha. Lakini kumbuka, mtu anakuambia dawa hii ukipata ajali haumii, ni sawasawa na mtu, kwa mtu muelewa ni sawasawa kaambiwa kwamba bwana sisi tunagawa maisha, kwa sababu
mkipata ajali unaweza ukapoteza maisha, au ukikatwa na kitu chenye ncha kali unaweza ukapoteza kiungo chako. Kuna watu wamepoteza mkono, wengine wamepoteza mguu, wengine wamepoteza hata viuno. Lakini kumbe kuna kitu angekuwa nacho mpaka sasa hivi angekuwa kawaida kama jinsi alivyozaliwa. Na kuna wengine wamepoteza maisha kabisa. Kumbe kuna kitu angekuwa nacho pale, basi isingefikia huko. Haya, mimi na kuonesha dawa hapa. Tena nilikuwa naifanyia testi. Hebu tazama hii testi. Najua watu wengi wamekuwa wakizani na watania, lakini kiuhalisia kabisa hii dawa hata ukipata ajali haumii. Na nitakuonesha mfano. Natafuna kiwembe kipya. Kiwembe hichi hapa na kimenya mbele yako. Ngoja nikuoneshe. Usije ukajaribu hii michezo kama haujatengenezewa dawa maalum kwa ajili ya kukulinda wewe dhidi ya vitu vyenye ncha kali. Kiwembe hichi hapo unakiona, na nitakuonesha mfano ili ujue kwamba hichi ni kiwembe. Haya, hili ni karatasi. Unaona karatasi hili ninalikatakata. Tena kiwembe hichi ni kikali sana, kiwembe kipya. Karatasi unaikata, yani huku umelainisha. Wewe mwenyewe si unaona. Sasa mimi hiki ninakitafuna hiki. Sawa, si umeona kinakata karatasi, wewe mwenyewe umeshuhudia mfano. Kikali kabisa. Haya, sasa hiki mimi ninakitafuna. Hiki hapa. Haya, sasa hebu angalia kama kuna sehemu yoyote imekatwa. Au kama unaona damu sehemu yoyote niambie. Kuna damu yoyote unaiona? Na humu utakuonesha, unaoneshe damu. Haya, kuna damu humu. Kuna damu yoyote unaona? Hivi ndivyo ambavyo nimevitema. Sawa? Nimevitema hivyo. Ulichokiona hapo ndivyo ilivyo. Sasa we usione mzee kazeeka ukazani ni bahati nasibu. Ukisikia kakwepa mishale mingi. Sasa kama wewe huelewi maana ya kukwepa mishale mingi, kama wewe ni mwanajeshi au mtu yoyote yule anayejielewa anataka kukwepa mishale mingi, nitumie kauli hiyo. Au anataka kujiongezea ulinzi, chukua namba yangu mwishoni mwa video hii. Mfano wanajeshi huwa wanavaa bulletproof. Wakati hawajui kazi ya hiyo na hii nayoongea mimi hapa ni moja. Halafu uzuri zaidi sema utendaji ni tofauti. Hii ya wazee huku yenyewe haina uzito wowote. Halafu inatenda kazi kimiujiza ujiza. Vitu vipo. Jilinde. Usiishi kwa kubahatisha bahatisha. Sio kila kitu utaelezwa.
vitu vingine milele hautaelezwa. Jiongeze wewe mwenyewe. Pia kama wewe ni mtu anayejielewa na anategemewa, na wewe jiongeze. Ajali haina taarifa. Mungu hakukuumba ili uje kuwa kilema. Hujui kesho yako wala baadaye yako. Bora kinga kuliko tiba. Haya, ambao wamenielewa basi, muelewa haambiwi elewa. Natumai hilo limeeleweka. Sasa tunaweza tukaendelea na elimu yetu ile ya mwanzo. Sasa basi, baada ya kuandaa yale maji, utayapoza vizuri na kuyahifadhi kwenye vidumu visafi vya lita 5. Unatakiwa upate ya kutosha, angalau hata vidumu hivyo viwili au hata zaidi. Baada ya hapo, unatakiwa kuhifadhi dawa yako hiyo. Basi kwa leo tuishie hapa. Mwendelezo wako wa dawa yako hii basi utaipata katika kipindi kinachofuata.